Sisi tuna kanuni ya kumtangaza Yesu na tunakufa kwa ajili ya Kristo, na kuna namna tunamtangaza Yesu kutokana na maisha yetu jinsi alivyo. Haleluya. Unyenyekevu wangu unamfundisha yule ambaye sio mnyenyekevu, anajiuliza kwa nini yeye ameweza kuachilia, kwa nini yeye ameweza kusamehe. Mbona tumeibiwa wote? Mbona tumeibiwa wote? Imekuwaje yeye akaachilia na mimi nikaendelea kung'ang'ana? Kwa kuna muda anageuka na kuuliza, hivyo umefanya fanyaje? Nikuta wachungaji fulani mahali fulani wamepeleka kesi polisi. Kesi kwapi? Wanagombania shamba, eneo kinjia kidogo ambacho ng'ombe walikuwa na picha, wakazuia ng'ombe wasipite. Kwenye kugawana kile kimpaka kile ikazua picha. Mchungaji akamwambia mwenzake, nitakukata panga na mbinguni nitaenda. Nitakufyeka shingo halafu tanikuta mbinguni. Hatua ambayo naigombania, hata nikifanya hivi naimaliza. Sasa nikauliza mmoja, nikifanya hivi unatoa, walikuwa wanalima kahawa, nikifanya hivi unatoa debe gapi za kahawa hapa? Asema kwanza hapa siwezi kupalima, tunaona hata hicho kahawa. Yaani unachafua maisha yako na kuharibu ushuhuda wako kwa ajili ya hizi hatua ambazo huwezi kuvuna chochote mpendwa. Kwa usiache unanajisi maisha yako na utumishi wako kwa ajili ya vitu vya namna hii. Mnashinda kusalimiana wapendwa kwa sababu ya mambo yapitayo. Mnagombania hatua ambazo zinalingana na kabili lako. Zile hatua ndio zitatumika kukuzicha wewe. Una shida gani? Umeshinda kutulia, Mungu anaweza akakubariki akakupa makubwa kuliko hata haya. Unafikiri kuna aliyeelewa? Walipambana mpaka mahakama ya kanda Tabora. Moja kashinda. Kaita kafanya sherehe. Kafanya sherehe. Leo leo nafikiri nikiuzwa hata 300,000 haziwezi kufika. Ngoja. Kwa hiyo gharama iliyotumika kwenye kesi ni wastani, kila mtu atatumia sio chini ya milioni 2. Waonga mahakimu na kadhalika. Lakini jamaa aliposhinda kafanya sherehe iliyogharimu si chini ya 600,000. Ndio anaachili kweli. Nafikiri wamepungukiwa na akili. Bwana Yesu atukulie sana. Shida ni nini? Moyo. Moyo unakuhimiza kufanya yale usiyotaka. Moyo unakwambia pambana. Moyo unakupa nguvu za kuendelea. Moyo unakupa nguvu za kusogea. Lakini saa inafika mwambie moyo, mimi nimeokoka. Naomba Yesu kutenda na moyo wangu. Naomba Yesu kutenda na moyo wangu. Nipate kutulia. Presha zilizoko ndani ziondoke. Visasi ndani viondoke. Chuki zilizoko ndani ziondoke. Kila kinachonitweza na kunitenga na kusudi lako, Yesu naomba kutenda na moyo wangu nami nipate kupona. Ninatamani kutulia. Niwe kama mtu aliyeokoka. Niwe kama mtu aliyetengenezwa na Bwana. Sitakiwe na maisha ya kuigiza maisha ya dini. Maana mimi napigana ili siku moja nipokee medali ya thawabu ambayo mitume walipokea na manabii wakaipokea. Hata mimi natamani siku moja nipate kuipokea, lakini moyo uliojawa na uchafu na kukataa kuanzia leo. Yesu ingia ndani yangu, unitengeneze mikarabati, nipate kuwa na moyo wa nyama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tunapitia kwenye magumu, moyo unavuja damu kwa sababu ya matendo tunayofanyiwa. Lakini sikiliza nikwambie mpendwa, unapopita kwenye mambo magumu, sikiliza ni saa ya Mungu mwenyewe kukutengeneza. Huwa napenda kuongea hili neno ya kwamba jaribu lako haiwezi kulingana na la kwangu. Ukiona wewe unajaribiwa mara kwa mara, maana yake kuna kitu kikubwa unacho na Mungu anataka kizidi kuimarika. Haleluya. Historia, watu waliofanya mambo makubwa duniani, hata maisha yao yalipita kwenye misukosuko. Unaelewa waliokuwa wakubwa duniani tunafahamu leo walipita kwenye changamoto kubwa.
wakina Musa walitupa mpaka kwenye maji. Unaelewa? Walitupa mpaka kwenye maji, lakini wakaokolewa kwenye maji. Wakati Yesu anazaliwa, watoto wachanga waliuawa kwa sababu yake. Anatafutwa kula liko, yaani Yesu anatafutwa kama nyoka. Wakasaka kila kona, wakaagiza waandishi wa habari ili Yesu apate kuonekana, lakini hakumwona Yesu. Mfalme akamlisha kwamba wamama wenye vichanga wote wameshusha chini, vikafe mapanga, huenda katika tarehe 10 Yesu akapatikana, lakini kumbe Yesu amekwisha kwenda Misri. Haleluya! Wenye mambo makubwa walipita kwenye misukosuko mikubwa. Tena kama wewe Mungu anakusudia na wewe, utapita kwenye mambo mazito na kutasema kwa nini dunia inanionea. Dawa sio kukimbia jaribu. Dawa ni kusimama upambane, maana yupo aliyekutia nguvu atakushindia. Haleluya! Tena Mungu anachokifanya, anataka kutengeneza, maana kuna mahali anajua anakupeleka. Anakuletea majaribu mazito. Samson aliletewa simba. Hebu sema simba. Simba kamrukia, Samson akamdacha, akamchana taya. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa akili yangu mimi ningesema Mungu ilibidi ampe Samsoni nguvu za kukimbia ili amzidi simba, lakini hajampa nguvu za kukimbia, alimpa nguvu za kupigana. Oh, haleluya! Mungu atakupa muujiza kununua uwanja msalo ili ukimbie mchawi aliyoko chapakazi, lakini Mungu atakupa mamlaka ya kumdhibiti mchawi chapakazi ili apate kujua ya kwamba huyo si wa kawaida, huyo ni wa Bwana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Useme niombe Mungu anipe neema nipate hata uwanja mlicho, maana huko wachawi wananiwinda. Mwambie Bwana nipe nguvu nami nipate kupambana. Haleluya! Daudi akiwa mtoto mdogo akatokea dubu akamtandika. Unafahamu wewe? Unaambiwa dubu akipoteza mtoto naweza kaua kijiji chote. Lakini mtoto mdogo ambaye ni wa umri kama darasa la 4 anapigana na dubu. Mungu anamwambia huyu ndio amekuja, ukimwacha atamaliza kondoo hawa, inabidi upigane naye ili mwisho ushinde. Dubu anakuja na hasira zake, anataka kuchukua mbuzi, anataka kuchukua kondoo. Daudi anamwambia hakuna cha kuondoka na kondoo hapa. Anasimama mtoto mdogo, anapigana na dubu, kitoto kidogo. Kwa sababu gani? Mungu amempa nguvu za kupigana na kushinda. Jaribu lako Bwana atakupa nguvu za kupigana na kushinda, maana nasema vita ni vya Bwana, vita sio vya kwako. Usilie kwamba anayekuja mbele yako ana nguvu kipi, lakini mtazame Bwana, yeye anayewapa nguvu wanyenyekevu wake. Haleluya! Akiwa mtoto mdogo wa miaka 15 anatokea Goliathi. Goliathi, maandiko anasema alikuwa ni uzao wa wana wa Anaki, wa Nefili, mijitu ambayo iliishi nyakati za zamani, baadaye iliangamia kwenye mingalika ya Nuhu, lakini kuna masalia yalibaki. Goliathi, maandiko anasema wana wa Anaki walikuwa na vidole 24, yaani mkono mmoja vidole 6, mwingine vidole 6, yaani mkono kulia vidole 6. Akikupandika kibao vidole 6 vyote kwenye mashavu. Halafu pande la mtu mijitu mirefu, mikono mirefu, miguu mirefu, afu mnene, kwenye mlango ule hawezi kupita. Ndo asili ya wana wa Anaki. Alipojitokeza Goliathi, maandiko anasema aliposimama mbele ya jeshi la Israeli akasema mwenye nguvu aje kupigana na mimi. Watu wote walikimbia, jeshi likakimbia kwenda kujificha. Biblia inasema kwamba aliwatesa kwa kipindi cha miaka 40. Anainuka na yatukana majeshi ya Bwana, anaenda na lala. Jioni anakuja na yatukana, analala. Alfajiri anakwenda na tukana, anawadhihaki watumishi wa Mungu. Kama mchawi tu. Kama mchawi. Anatokea mchawi mmoja. Kuna mahali juzi nilikuwa naomba na mtumishi hata usiku. Mchawi anajitokeza, anawaambia kabisa kwamba
na alisambaratisha kanisa. Unaelewa? Akamwambia anasambaratisha kanisa. Kweli ghafla mmoja anafariki. Alipofariki mmoja, mwingine akaanza kuhama, mwingine akahama, ndio kanisa linasambaratika. Akamwambia mchungaji atamtaja. Sema natamani ngehamia huko. Tamani ngehamia huko. Anasimama Goliathi. Mchawi anasema mimi nitaua kanisa. Kasema haiwezekani. Ikiwa tunamwomba Mungu aliye hai, Mungu anayejibu, hakuna haja anaweza kusimama na kuanza kuwatishia watu. Hayuko hata mmoja. Ndio maana mimi huwa nasema nao sana. Wameua makanisa mitaa mingi sana. Mahali unakuta huduma inafunguliwa anakufa. Nilienda sehemu fulani Tabora, nikaonyeshwa kanisa moja TH. Naambiwa amekuja mchungaji siku ya 18. Anakaa wiki mbili anaondoka. Huyu naye anaondoka. Shida nini? Wanaloma. Mchungaji analala na shangaa hapo, anakuja anageuka kuwa mbuzi, mara kuwa nyoka, mara kuwa kuku, halafu anafungasha bega na anaondoka. Sikiliza. Kazi ya Bwana anayepigania ni Mungu mwenyewe. Sisi ni kama mawakili tu. Haleluya. Tunapokwenda hatuendi kwa hofu. Tunakwenda kwa kuwa tunaye yeye aliyetubeba na kutupenda. Tunamwambia Bwana shughulika. Haleluya. Na niwaambie hakuna agency anaweza akapambana na wewe ukitambua thamani yako ya kwamba wewe ni nani. Aliahidi ya kwamba atashughulika na nyumba yako. Hakuna haja ya kumwogopa. Mwambie Bwana awapae watu wote uzima, ya kwamba unaliona hili neno linatoka kwenye kinywa cha agency. Mungu shughulika nalo. Mungu shughulika nalo. Mungu shughulika nalo. Haleluya. Daudi akatoka na hasira. Akasema huyu ni nani? Ametoka asubuhi kuyatukana majeshi ya Bwana. Wakamwambia nyamaza. Ni nini? Kwa nini kanisa la Bwana linatukanwa? Haambiwi ukweli, ananong'onezwa kwamba nyamaza kijana, nyamaza. Hebu nipende siri kuna nini? Wakamwambia ujeshi ametoka muda miaka 40 na kuchesha. Akisimama hakuna wezaye kupigana naye. Unamwona tuko umbali wa kilomita 30, lakini ukimtazama anaonekana kwa urefu wake. Na anawezaye kupigana naye? Na anawezaye kupigana naye? Daudi akasema ikiwa Bwana amenipigania nikiwa nalinda kondoo wangu, Bwana ataniepusha na mkono wa mtu huyu ambaye hajaokoka, wa mpagani huyu, wa mchawi huyu, wa mganga huyu, wa mtamikaji huyu, wa mambushanamu huyu, wa mtamikaji huyu. Haleluya. Ikiwa Bwana aliniponya na dubu, akaniponya na simba, ataniponya na mikono ya hawa wanaotambika makaburini, ya hawa wanaomwaga damu za kondoo, ya hawa wanaoagua hawa, ya hawa wanaowanga hawa, ya hawa wanaoabudu sanamu hawa, ya hawa wanaologa watu hawa. Mungu ataniepusha nao. Daudi akasema mimi nitakwenda kupambana naye. Haleluya. Goliathi alikuwa mrefu sana. Wataalamu wanasema kifuani alikuwa na dili. Yaani maana yake alikuwa na mavazi ya kifuani. Kama ushakuona polisi sasa ile FFU kuna vitu anavaa kifuani, ngao kuzuia mikuki, mawe na kadhalika. Nilijaribu kuvaa siku moja, nilienda mahali nakuta jamaa mmoja ndugu yangu, nikachukua na mimi nikavaa. Niona kama kifua kinataka kukatika. Kama bongo. Kumbe ndio maana tendeaga hivi. Kwa anavaa ile lingao. Goliathi mandia watafiti wanasema ile dili ambayo ilikuwa na baki kifuani ilikuwa na uzito wa kilogramu 50. Kilo 50 kifuani zimetulia. Lakini pembeni amevaa mavazi mpaka miguuni. Wanasema uzito wa yale mavazi aliyokuwa amevaa ilikuwa ni jumla ya kilo zaidi ya 70. Vyote amevivaa kumzuia asipigwe na mshale, asipigwe na jiwe, asipigwe na chochote. Haitoshi, pembeni akawa na watu wanamlinda, wamekamata ngao. Unaona? Alafu ndio yeye anasimama mbele yako anakuambia mwenye uwezo aje kupigana. Usikie kwamba yule ashawahi kumloga mtu
Alipomwambia tu nisikuone hapa, yule mtu akafa hapo hapo. Amekuja shambani kwako, amechukua maembe na anaondoka. Kwanza utajificha sikuone. Akikuona, baba samahani, maana alikuwa hajaiva vizuri. Alafu shamba lako hilo.